Habari za hivi leo ni kwamba mcheshi na mwanaharakati Eric Omondi azindua mchango wa kurudisha maiti ya mwanamke Mkenya aliyefariki Saudi Arabia. Tupate hizo habari kwa kina. Mchekeshaji na mwanaharakati wa Kenya Eric Omondi amezindua harambee ya kusaidia kurudisha nyumbani mwili wa Elizabeth Cheusi, mwanamke wa Kenya aliyefariki nchini Saudi Arabia. Kulingana na Omondi, Cheusi alikuwa amesafiri hadi Mashariki ya Kati kutafuta fursa bora za kuwahudumia watoto wake, lakini aliaga dunia zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Mwanaharakati huyo aliingia kwenye mitandao ya kijamii Jumatano, Machi tarehe 19 mwaka wa 2025 kushiriki klipu za kuhuzunisha za watoto wa Cheusi ambao kwa sasa wako nchini Kenya chini ya uangalizi wa nyanya yao. Mchekeshaji huyo alieleza kusikitishwa na hali yao, akibainisha kuwa watoto hao wanatatizika kuelewa kifo cha mama yao. Kulingana na Eric Omondi, jumla ya pesa zinazohitajika kurejesha mwili na kufanya mazishi ni shilingi 700,000. Kufikia sasa 200,000 zimekusanywa na anatoa wito kwa Wakenya kuchangia na kusaidia kufikia lengo haraka iwezekanavyo. Mchekeshaji huyo alisisitiza uharaka wa jambo hilo, huku akiwataka watu wenye mapenzi mema kuchangia chochote wawezacho kusaidia familia. Michango inaweza kutumwa moja kwa moja kwa nyanyake Cheusi Agnes Maitsi. Omondi alisema na ninanukuu, "Haya jamani, hadithi ya Elizabeth Cheusi inasikitisha. Aliondoka kuelekea Saudi Arabia kumtunza binti yake mdogo na mtoto wa kiume. Aliwaacha watoto wake kwa bibi yake. Alifariki mwezi 1.5 uliopita. Ukweli kwamba watoto wake hata hawaelewi kabisa kifo ni jambo la kusikitisha sana. Wanahitaji kurudisha maiti na kuzika. Maisha yao hayawezi kuendelea. Tayari tuko nyumbani kwake, lakini bado tuko kwenye 200,000, lakini tunahitaji angalau 700,000 ili kuleta mwili wake nyumbani na kuuzika. Timu sisi kwa sisi hii, najua tutafunga leo na tumzike hii Jumamosi. Twende, tuma chochote unachoweza kwa bibi." Mwisho wa nukuu. Alionyesha matumaini kwamba kwa jitihada za pamoja, kiasi kilichosalia kingeweza kuongezwa haraka ili familia iweze kumzika hadi Jumamosi ama kufikia Jumamosi. Haya yanajiri huku Wakenya wakiandamana kumuunga mkono Margaret Nduta, mwanamke Mkenya mwenye umri wa miaka 37 anayekabiliwa na hukumu ya kunyongwa nchini Vietnam kwa ulanguzi wa dawa za kulevya. Nduta alikamatwa mwezi wa 7 mwaka wa 2023 katika uwanja wa ndege wa Ho Chi Minh City baada ya mamlaka kugundua zaidi ya kilo 2 za cocaine zikiwa zimefichwa kwenye mzigo wake. Mnamo Machi tarehe 6 mwaka huu wa 2025,
mahakama ya wananchi katika jiji la Ho Chi Minh ilimhukumu kifo. Kwa kujibu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya imewasiliana na njia za kidiplomasia kupitia ubalozi wake nchini Thailand na kutuma wajumbe huko Hanoi kuomba kuhurumiwa au kucheleweshwa kwa utekelezaji wa kunyongwa kwa mhukumiwa huyo. Katibu Mkuu wa Masuala ya Kigeni Korir Sing'oei amekuwa katika mazungumzo ya moja kwa moja na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Vietnam Nguyen Minh Han, akiwasilisha wasiwasi mkubwa na umma wa Kenya. Kutokana na hali hiyo, utekelezaji wa ratiba ya kunyongwa kwa Nduta uliopangwa kufanyika jioni ya Jumatatu mwezi wa 3 tarehe 17 mwaka 2025 haukufanyika kama ilivyopangwa.